Nimejaribu kuwa rafiki kwake. Nimejaribu kuwa mwanamke kwake. Nimefanya kila kitu. Lakini Davis hanielewi. Nifanye nini sasa Dachiku? Shida, wewe urafiki ulioweka ulichanganya na mapenzi, yani hiyo ndio mbaya sana sana yani. Dachiku nakwambia. Yani nitamharibia Davis. Vibaya tukose wote. Utakufanya nini? Oh, wait and see. Yani napambana tu kukutana na mume wake Ana. Sijapata tu bahati ya kumuona. Lakini siku nitakayokutana naye uso kwa uso, I'm telling you, nitakuwa nimemaliza mchezo. Rebecca, hivi unajua mtafutie kifo Davis? Shauri yako. Kifo? Yani kwa maumivu nilokuwa nayo mimi Dachiku. Yani siku ya kuja kumwambia mume wake Ana kwamba mke wako ana mahusiano na huyu mwanaume, mapenzi yao yatakuwa yameisha. Na mimi moyo wangu ndio utakuwa umejiridhisha. Tena nakwambia maafa yanakuja. Maafa yanakuja. Nisikilize mimi. I'm the queen of the match. Regina, naomba uniambie ukweli, nini kinaendelea? Kwa nini usikie Enzo? Naomba uondoke, utaharibu. Mama yangu yupo ICU. Mimi nawezaje kubaki nyumbani Regina? Enzo, nikuomba tu Mungu lolote baya lisimpate mama. I need to see my mom right now Regina. Enzo, hakuna mtu yote anayeruhusiwa kumuona mama kwa sasa. Nakuomba tu nisikie. Enzo, please, naomba uondoke. Regina, siwezi kulala bila kumuona mama. Regina, kama nilivyokuambia Enzo, sisi wenyewe tunakaribia kuondoka mpaka kesho. Hakuna anayeruhusiwa yoyote kumuona mama saizi. Tafadhali naomba unielewe Enzo. Enzo, hilo ndio linalotakiwa. Muombe mama, atakuwa tu sawa. Yani nikwambie tu ndugu yangu, utashangaa hicho unachokipigania ukakipoteza kabisa. Hivyo ndani itakuwaje? Dachiku, maafa lazima yawepo. Lakini nitajitahidi kumlinda Davis asimkute. Ila nitahakikisha namtokomeza Ana. Yani hakikisha namtokomeza moja kwa moja nisimuone kabisa. Anitesa sana mimi yule dada Dachiku. Nifanya moyo wangu unauma sana. Namchukia sana yule dada, namchukia. Ndugu yangu, naomba uende nyumbani tukapumzike. Ukianza kulia hapa sitaweza kukunyamazisha. Na hizo pombe ulizokunywa? Zinatosha. Zinatosha kabisa Rebecca, naomba uende. Naondoka ila nakwambia Dachiku. Yani hii ndio misheni yangu ya mwisho. Lazima nionane na mume wa Ana. Kivyo vyote vile, by any means. Na safari hii lazima kweli maafa yatokee. Nisikilize mimi Dachiku. Rebecca, mimi nitakupigia kesho ukiwa sawa ndugu yangu. Ila naomba nikusindikize. Twende. Mimi naondoka. Usisindikize, naenda mwenyewe. Nimekuja mwenyewe. Twende bwana.
Na Chiku Davis ananitesa mimi hivi. Kwa nini lakini? Kwa nini lakini nifanyie hivi mimi? Rebeka. Naondoka. Superwoman, yani kazi. Kwa Superwoman. Hivi. M20 bwana. DM. DM yako ni mbaya. Hapana, mimi nimemdie Mwadi Elon Musk. Nani? Hadi nani? DM nani? Wewe kaenda jela? Miaka miwili. Ulifungwa? Ndio. Mwaka gani? Au tulikuwa tujafahamia? Yani. Na hisi ilikuwa chini ya wakati sana. Ushakufungwa? Nishakufungwa. Jela gani? Zambia. Wewe ulikuwa unaishi Zambia? Karibu. Asante. Usio na wasiwasi Adam. Usio na wasiwasi. Tukae wapi tuzungumze? Shukrani sana. Yes. Ondoa wasiwasi Adam. Kwa sababu hichi ambacho tunakiongea hapa ni kati ya mimi na wewe tu. Chiku. Kunywa leo pesa yangu nipewe. Nimefurahi kuona ndugu yangu bora umechelewa kufika. Yaani Rebeka ametoka hapa muda sio mrefu. Yaani amelewa. Mkikutana pata sio ingekuwa. Mdomoni mwake uko wewe tu. Mara zote ana nikasema jamani udada ana shida gani? Hebu achana naye yule, aniumizi kichwa mimi. Naomba uniletee mambo yangu tafadhali. Davis hajafika kabisa. Alinipigia kuuliza kama umeshafika. Nadhani atakuwa njiani muda sio mrefu anafika hapa. Sawa. Ila jamani mnapotea sana. Unajua mnapotea kiasi kwamba mimi napagawa yani. Hivi leo nimeona na raha. Ngoja nikuletee. Adam, video ya Glory naitaka kuipata mimi kwanza kabla ya Frank. Hii ni muhimu sana. Kivipi? Adam, huu ni mchezo. Usikubali Frank aone video mamake kwa namna yoyote ile. Kwa sababu siku wewe unamuonyesha video Frank ndio siku anakufunga. Huu ndio kweli Adam. Ninachotakiwa mimi na wewe tufanye deal hapa. Hakuna mtu yote kujua. Mimi naitaka hiyo video kwanza. Poleni na mgonjwa. Asante sana. Chobaki ni kumwombea tu atoke salama. Na hilo ndo la muhimu. Hebu niambie. Maki unajua tangu mchana sina amani kabisa. Nini kinaendelea? Mimi ndo sina amani Davis. Nimeota ndoto mbaya sana. Yaani imenikosesha amani siku nzima. Ana, ndoto tu ukose amani? Si ni ndoto na imepita. No. Si kama hivyo unavyodhani Davis. Yaani nikiotaga hiyo ndoto
hali inakuwa sio nzuri. Najijua Davis. Ngoja kwanza. Kwa nini unasema hivyo? Najua nikiota hii ndoto kuna kitu kibaya lazima kitokee, na wasiwasi kuna jambo linakuja sio nzuri kwenye penzi letu. Kanisa leo hata sijui nifanye nini. Hii ni siri kubwa sana, Adam. Na ndio maana mimi sikutaka kutumia simu kuongea na wewe. Nikaamua kuja hapa. Sijui utamdanganya vipi Frank, mimi sijui. Lakini usisubutu, usijaribu kumpa Frank video kwa sababu hii biashara ya mimi na wewe, Adam. Ni bana deal lenyewe naona kasiwezi kulifanya bana. Shauri yako, lakini nataka nikwambie. Hii video moja inaweza kubadilisha maisha yako yote. Hili ni jambo la wawili tu, mimi na wewe. Usidanganyike na Frank, Adam, nakwambia ukweli, usidanganyike na Frank. Nia yake ni kupoteza. Fikiria utanipa majibu. Hebu ngoja kwanza. Naomba niweke wazi. Kwani umeota nini? Nashindwa hata kusimulia Davis. Na ndoto kama hii nimeshawahi kuota zaidi ya mara 3 ujue. Na kila baada ya kuota mahusiano yangu hayakai Davis. Ana, hebu nisikilize. Usilie, nisikilize. Cha kwanza nakuomba acha uoga, sawa? Lakini mimi nachoamini, inapotokea umeota ndoto mbaya, cha muhimu ni kusali na kuomba. Unajua kwa nini? Ili kibaya chochote kile kisije kutokea. Davis, nakupenda sana. Na sitaki kukupoteza kwenye maisha yangu kwa namna yoyote ile. Yaani mimi hata sielewi. Nahisi kuchanganyikiwa, nina mkosi gani kwenye maisha yangu. Mkosi? Maya! Lisa! Vipi? Ndio Thomas amekuja kuniambia. Kaniambia ile video nisimtumie Frank, nimtumie yeye kwa sababu ile ni mtego. Hivi unakumbuka Adam? Day 1 unanielezea hii story. Nilikwambia nini? Maya, nachanganyikiwa. Kuna kitu kinaendelea alafu ni kibaya sana. Yule Thomas anataka kucheza ile dili mwenyewe.
Alafu anavyoongea hana wasiwasi wote, yaani yuko cool tu, umepoa. Nikwambie kitu Adamu, kuanzia sasa inabidi uwe makini sana, maana mimi nishaanza kuingia na uoga. Unajua hii maana yake ni nini? Maana yake mmoja kamsaliti mwenzake. Hilo ndio jibu. Basi inaonekana hiyo video ina maana kubwa sana kwao. Ndio. Nakumbuka maneno ya Glory, nazidi kupata wasiwasi. Sasa usikurupuke. Acha nipige vyombo vyangu kwanza, tulize ubongo. Mimi na vyombo. Hebu mimi nikuombe kwanza usinywe hivyo. Do not panic. Don't. Lazima ni panic, Davis. Sitaki kukupoteza, na nimekwambia sitaki kukupoteza kwa namna yoyote. Hiyo ndoto naijua. Yaani nikishaiota tu lazima kitu kibaya kitatokea. Hujui tu mimi ninapojisikia, niache. Hebu nisikilize, mimi kwanza huwezi kunipoteza, lakini la pili wewe ndio unaamini katika hayo. Okay, kwa nini usimwachie Mungu? Mungu anajua zaidi ana. Unajua naanza kuamini. Watu wananiambia wanakataa, lakini leo sasa hivi ndo naanza kuamini. Kumbe wako sahihi. Yaani uoga wanaongea ukweli. Mimi nina mikosi. Yaani nina mkosi kwenye maisha yangu. Davis, kwa umepanga kunikimbia kwenye maisha yangu, si ndio? Mimi sina napokwenda, wala sijaanza kufanya hivyo, na wala siwezi kufanya hivyo mama. Davis, unaniacha. Unaniacha. Sikia. Sikiliza. Sikia. Sikiza. Sikia. Kwanza mimi nakuomba usifanye hivyo. Sawa? Na nakuona kabisa hauko sawa. So kama hauko sawa, mimi nakuomba twende nyumbani. Haya mazungumzo hayafai tena kuendelea kuyazungumza hapa. Let's go home. Niache, mimi siendi popote, Davis. Sijui ni nani kanichezea maishani mwangu. Sijui ni nani. Kaniweza. It's okay. Nataka nichukue mali ya profesa bila yeye wala familia kujua. By the time anagundua kila kitu kiko kwa jina langu mimi. Manake mimi naona kama hizi mali zinataka kutoa roho zetu. Nataka niwahi baadhi ya vitu niweke jina langu na vingine niweke jina lako. That's if tunakubaliana. Jina langu? Huu ni mchezo. Usikubali Frankie aone video ya mamake kwa namna yoyote ile. Kwa sababu siku wewe unamwonyesha video Frankie, ndio siku anakufunga. Huu ndio kweli Adamu. Ninachotaka mimi na wewe tufanye deal hapa. Hakuna mtu yote kujua. Mimi naitaka hiyo video kwanza.
David siwezi kunielewa. Mimi ndo najua ukweli. Najua ukweli na najua ninachokifanya. Sikiliza, hebu naomba tuondoke hapa tafadhali. Siendi popote Davis. Siondoki hapa. Chiku nileta kinywaji. Niole pesa yangu nipewe. Chiku. Niende bochoni. Naomba usilete kinywaji chochote kile. Endelea na shughuli nyingine huko tafadhali. Chiku. Sawa boss. Wewe. Davis unataka kuniacha? Kumbe unataka kuniacha Davis? Unataka kuondoka kwenye maisha yangu? Hebu nisikilize. Mbona sina huo mpango? Labda kama ni wewe ndio una mpango huo wa kunipoteza mimi. Lakini mimi sina mpango huo ana. What are you talking about ana? Davis, sitaki uniache. Usiondoke kwenye maisha yangu, please. Nakupenda sana Davis. Huyo alinishikilia sianiachilie mimi jamani. Niache na maisha yangu. Ana, nisikilize. Nimekuomba kwa upole sana tuondoke kunisikiliza. Sasa kabla sijatumia nguvu, amka, naomba tuondoke. Sitaki, siendi popote. Hebu amka. Mimi nataka kuwa na wewe Davis. Mimi nani jamani ananisikia kwenye maisha yangu, sianiachilie. Maisha siwezi Davis. Bwana Kole, nilikuwa kanisani, nilikuwa na kikao. Nikaona simu yako imeingia. Nikasema bwana nikusikilize. Vipi ndugu yangu? Ni kweli bwana mtumishi. Maana nilikuwa na maongezi na wewe kidogo. Ndio. Adam, tushakutana hapa, wacha tulijadili. Ndio. Sasa pale nyumbani mwenzetu sisi tunalalamika kila siku. Mwenzetu hakuna kitu chochote ambacho kimekutokea wewe pale nyumbani. Mr. Kole, unajua sisi watumishi tuko tofauti na nyinyi. Kwa sababu gani? Mimi muda mwingi niko karibu na Mungu. Muda mwingi naomba. Muda wangu mwingi natenga, nakaa ndani nasoma Biblia, nasoma maandiko matakatifu. Sijawahi kusikia chochote. Maana mambo yanayoendelea pale nyumbani sio sawa. Mambo gani yanayoendelea? Kwa sababu majirani, baadhi ya majirani pale, ndio kuna jirani yangu huyu Zubeda nika maji kwamba alitibiwa sumu, alitibiwa upupu mle, akawa na washi wa mwili mzima, umeona eh? Alafu isitoshe na sisi kuna siku moja hapa katikati majuzi kati hapa wakati tunakunywa chai. Ile chai ilikuwa imetiliwa madawa. Unaona eh? Mtumishi, hivi wewe kama mpangaji mwenzangu pale, unaona eh? Kuna mambo ambayo yanaendelea pale. Mwenzetu hakuna kitu chochote ambacho kimekukuta kweli pale. Ndugu yangu Mr. Cole, unajua sisi watumishi huwa muda mwingi tuko rohoni sana. Hakiwezi kukatokea kitu chochote kwa sababu muda mwingi sana mimi niko karibu na Mungu. Muda mwingi niko kanisani kwenye maombi. Muda mwingi unaniona nasoma neno. Sasa
Sijui unazungumzia ni vitu gani ambavyo vinakutana. Hebu unifafanulie hapo nikuelewe vizuri. Maana baadhi ya wapangaji pale nyumbani kama wenzetu, kwa mfano kama yule binti yule Zubeda. Kati hapa naye analalamika kama maji yake sijui yametiliwa sumu, yametiliwa maupupu, sijui akawa anajikuna mwili mzima. Alafu na mimi hapa kwa mke wangu hapa juzi nakunywa chai kimetiliwa madawa pia. Sasa hii hali hii imekuwa sio shwari. Nikuuliza kitu Bwana Kole. Hivi wewe unaomba kweli? Wewe unasali? Sasa kusali unahusiana nini hapo mchungaji sasa? Hebu tuelekezane vizuri. Inahusiana nini kwenye kusali? Hivi vitu vinavyoendelea pale nyumbani sio haviko vizuri. Unajua nini Mr. Kole nikwambie? Nashindwa kuelewa kitu kidogo sana. Akili yako, mambo yako, kila kitu ukikielekeza kwa Mungu, uwezo ukaona tatizo lolote na kusumbua. Ushakuona mimi nimepata na tatizo lolote? Mimi haya mimi nataka tujadili pale nyumbani kinachoendelea. Unaona wewe hujakumbwa na jambo lolote? Ndio maana nikakuuliza. Ushakuona mimi nimepata na jambo lolote? Mimi ndio hilo ndo nataka unijibu kwa sababu wenzako tunaumia pale, mara hela zinapotea hela zinapotea. Sawa? Watu kama hivyo wanalalamika kama kuna vitu ambavyo wanatiliwa kwenye vyakula. Wewe unalionaje hilo? Unalichukuliaje au unalipokeaje? Nisikilize nikwambie. Mnateseka na mnahangaika kwa sababu hamsali, hamuombi. Kumbuka hata Bwana wetu Yesu Kristo alipofunga siku 40 alijaribiwa na shetani. Na nyie hilo lipengia ni jaribu. Mungu anawakumbusha ya kwamba msimsahau, msijisahau. Mungu yupo. Hiyo pumzi unayoingia, hiyo pumzi unayotoa ni Mungu ndo aliyekupatia. Akitaka hata dakika hii unakufa. Sijui nielewa ndugu yangu. Ila hapo bwana mtumishi hapo kidogo unanichanganya, hatuko pamoja. Kwa sababu wewe unataka nielekee, yani unijibu kile ninachokuuliza. Okay, sawa mimi nimekuelewa. Ila na wasiwasi na majibu yako bwana. Mimi nimekuelewa vizuri. Mr. Kole, nikwambie kitu kimoja. Ndugu yangu, kama hautojali, ninaomba jioni ya leo tukutane ili niweze kukuombea. Pia nitafunga kwa ajili ya hili jambo. Nitakuombea, Mungu atakupa kibali, atakuonyesha kila kitu ambacho kinaendelea. Pia wewe usisahau kuomba, usimsahau Mungu. Kwa sababu mnapata vijisenti kidogo kidogo mnamsahau paka Mungu. Mr. Kole, usitegemee akili zako. Sijui unanielewa? Nakuelewa mtumishi bwana. Acha mimi niende kwanza. Mtegemee Mungu bwana. Basi kama baadaye usisahau sasa kuja haya maombi tuje tuyafanye baadaye. Sawa? Haina shida, nitakuja hapo nyumbani. Sawa, nakushukuru sana. Mungu akubariki sana. Ngoja mimi nielekee kanisani. Ili kuna ndio. Sawa, mna shida. Kisha weka mfukoni na wewe uondoke.